Kiongozi wetu Stephen Kalonzo Musyoka. Asanteni. Wow. Mumemsikia Rigiji mwenyewe. Mumemwona live. Basi antu wetu wa Meru. Akuru na ekuru na toana. Mugeni kaere. Andaka Karomone mugeni. Basi tunafuraha kurudi hapa nyumbani. Mimi ni mmoja wenu. Na ni vibaya mtu azuie mimi ama Rigiji. Rigiji kwanza na sana nadhani mtoto wa Mwari, sio? Si mama yake anatoka Meru. Sasa mimi mzee wangu shamba lake liko hapa Katithine. Mama mdogo anaishi hapo. Mimi ni Mumeru si Mumeru. Nilisoma hapa Meru School. Form 5 and 6. Hata tarehe 28 mwezi huu tutakuwa na maadhimisho ya miaka 70 ya kuanzisha Meru School. Kwa hivyo mtu akijaribu kutumia vijana vibaya, wazuie Kalonzo na Rigiji na JB Muturi na Linturi captain, wanatafuta fujo. Kwanza ule ni captain. Huwezi kuzuia captain aingie. Inawezekana? Kwa hivyo tunafuraha sana. Tunafuraha tele kurudi Meru. Tukirudi Meru tunawaletea, hata tumekuja na baraka za Mwenyezi Mungu, tunashukuru kwa mvua. Lakini kuna kazi muhimu ya kufanya, na kazi hiyo ni kukomboa nchi yetu. Nikisema Wiper, hiyo ndio chama yangu ya Rigiji, nisikiliza ground, sio? Hata meona msichana hapa wa rafiki yangu ambaye tulikuwa naye kwa bunge, Mheshimiwa Muriuki. Mnamkumbuka? Alikuwa mjumbe wa Meru, ilikuwa Meru Imenti North. Nimeona msichana yangu hapa, mnipigie makofi. Sasa kazi nikisema Wiper, mutanipa komboa Kenya. Kusema kweli, mnaona ni wakati wa kukomboa nchi. Mambo kama haya ya kufunga barabara na kuweka mawe, si ninaonyesha nchi imeenda mbaya? Lazima watu wawe na subira. Leaders must exercise restraint. Hata kama ukubaliane na Rigiji na Kalonzo, vumilia, ongee yake. Tukitoka hapa kuja pigana, ongea yako. Lakini usiseme vijana wa Meru wapigane wao wenyewe kwa wenyewe. Ni kuonyesha hapa hakuna serikali, na ndio tunasema tunakomboa Kenya. Wiper! Hebu inua mkono. Wiper! Wiper! Mko tayari kukomboa nchi yenu? Nikisema harambee, nipe one term. Harambee! Alafu weka kidole Ruto aone. Mambo yake imekwisha. Sasa Ruto anasema, na hapa nakumbuka kwa hiyo nyumba ile Rahim, anaitwa Rahim, wakati wa Gen Z tulikuja pale Kenoru Stadium hapo Makutano Junction, tukaona nyumba yake ilikuwa imepigwa mawe kwa sababu vijana walikasirika, vijana wa Gen Z, na ndio wametukaribisha hapa. Hata najua ile dance ya Gen Z. Vijana Gen Z mpo? Kumbukeni Ruto alisema nyinyi mkifanya maandamano ya haki na ya kikatiba ati mpigwe risasi miguu. Ni muuaji si muuaji? Kwa sababu ukipigwa risasi mguu si unakufa. Kijana kwanza ile aliitwa Rex Masai alipigwa risasi miguu pale Nairobi. Kwa hivyo hakuna kiongozi mwenye heshima ambaye anaweza kusema watu wake wapigwe risasi ati ndio wapeleke hospitali zifanye nini. Na sisi tunasema vijana wa Kenya wameamua na wazazi wao kwamba risasi ambao Ruto atapigwa ni moja. Risasi moja tu kwa debe. Kapa atampiga risasi kwa debe aende nyumbani. Na hiyo ni risasi ya haki. Kwa hivyo tunawahimiza mchukue kura. Wangapi wako tayari wachukue mara mbili, hata kama sisemi wachukue kura mbili, lakini unaweka bidii marudufu mara mbili. Wangapi wako tayari kuchukua kura jameni? Tunataka tuone hiyo. Kwa sababu hiyo
Hiyo ndio silaha peke yake. Hiyo ndio silaha ya kuhakikisha unakaa nchi yako kwa raha na furaha. Kina General Mwariama wale wengine walipigania uhuru wa nchi hii, sio wakati miaka 60 baadaye wao wanasumbuliwa na vijana ambao wamepatiwa bangi na vitu kama hivyo. Kwa hivyo mimi hakikisheni tuko pamoja, na vile ndugu Rigiji amesema tushikamane. Wangapi wanasema tusiwachane, tushikamane kabisa mpaka tuokoe Kenya. Basi mimi tamkabidhi kwa niaba ndugu yangu huyu, kwanza introduce Dedan J. Justin Bidan. Mkaribishe. Tuko na ndugu yetu kutoka pale Embu, kiongozi wa kitaifa, the former Speaker of the National Assembly, the former Attorney General, our brother Justin Bidan Moturi. Mwambie hi bro. Hi bro. Mwambie hi bro. Karibu Meru bro. Taskes oye! Harambee! Huku namna gani? Harambee! Tumeamua mtu anaitwa William Kipchirchir Arap Ruto ni nyumbani tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao. Hebu nionyesheni mtu anaenda nyumbani kutoka hapa Meru. Na tunasema hivi, William Ruto, ile madhambi umefanya yote nchi hii, kwanza risasi ya kwanza ya kupeleka nyumbani, risasi ya pili kupeleka jela, kupeleka kotini, risasi ya tatu jela, ya 4 ile mali yote umeiba kwa Kenya tuchukue turudishie wananchi hao kwa sababu ni mali yao. Ndio sababu masomo yamezorota kwa sababu ya wizi. Ndio sababu matibabu yamezorota kwa sababu ya wizi ya Kasongo. Kasongo anatuambia kila siku, atiko kitu inaitwa kazi majuu. Badala ya tutengeneze industries hapa. This is an agricultural country. We should be doing value addition in our agricultural subsector. Badala ya kufanya hivyo, anatuambia watu waende, wengine anauza kule Urusi. Watu ambao hawajafanywa training ya kijeshi wanapelekwa huko wanauawa. Alafu Kasongo mwenyewe na watu wake wale Warusi wakilipa, wao ndio wanajua hiyo hela inaenda wapi. Si mumeona jana kina mama zaidi ya 50 wamepeleka petition pale bungeni, wanadai waulizwe, waonyeshwe watoto wao wako wapi. Mimi nimekuwa nikisema tangu asubuhi, sababu vita imeshuka hapa Uarabuni, hapa Middle East. Wale wa Kenya ambao wako huko, wale wanataka kuja nyumbani, serikali ya yoyote ulimwenguni inapeleka ndege, inawabeba watu wake, inawarudisha nyumbani kwa usalama. Hapa kwetu Musalia Mudavadi, harambee! Wacha ndugu yangu Kalonzo akule miraa kidogo. Wacha anja tula. Si ni mzuri.